kusini. Yes. Mahali pa mji huu ni pazuri kama Bwana wangu aonavyo. Ndio. Lakini maji yake hayafai. Na nchi huzaa mapoza. Kuna vitu viwili vinazungumza. Vinazungumzwa maji, vinazungumzwa na nchi. Nchi ni nini? Ni eneo. Nchi sio kama hii unayoona sawa. Nchi ni eneo. Nchi ni nini? Ni ardhi. Ardhi ni nchi. Nchi ni eneo. Ni mahali panaitwa nchi. Umenielewa vizuri? Sema amen. Sasa anaposema mahali hapa ni pazuri, amen, anazungumza eneo ambalo watu wanaishi. Kwa mfano wewe uko mahali pako kwenye darasa hili ni eneo lako la kupata elimu yako itakao kupeleka mbele. Umeelewa vizuri? Mahali hapa kwenye shule hili ni eneo lako ambao unapata masomo na elimu yako. Hii shule nikwambie imejengwa vizuri. Unaiona nje imejengwa vizuri na iko vizuri, lakini nikwambie ndani mwake kuna shida. Nikuuliza swali. Kama tusingekuwa na shida, hapa tusingekuwa na fedha ya kimwili. Amen. Kulikuwa na watu wanafeli. Kulikuwa na watu wanapata wanaanguka. Unajua hapo kuna watu wanafundishwa mpaka uchawi. Nisikilize mimi. Amen. Unajua usizomee wala usinani. Nikwambia atakayeenda na uchawi si yako. Tunamshughulikia yeye mwenyewe, anafunguliwa na yeye hataki. Ila anafundishwa. Na yeye hapendi ila vile anafundishwa. Si nimekwambia tunashughulikia vyanzo bwana. Ndio. Sema amen. Kuna mtu yuko hapa na yeye hapendi ila anachukuliwa anaenda kupelekwa kule, anaenda kuroga akili za watu. Anaroga ufahamu wa watu. Mwingine atakiwa kwa feli, atakiwa wa kwanza. Yoyote aliyepata kufeli kwenye maisha yake, huyo mtu ana akili kubwa sana. Pigie makofi kwanza. Kwa nini amefeli na kwa nini anafeli? Kwa sababu kuna nguvu za giza zinazokamata ufahamu wake, kujua kwamba ana akili kubwa sana. Ndio maana mtu mwenye kitu kikubwa ndio anawindwa sana. Kwa nini mtu anafeli? Na kwa nini mtu anawindwa sana? Kwa sababu huyo mtu ana akili kubwa sana. Nikuulize swali. Umeona kichaa anawindwa? Anatamkiwa mipango, anajadiliwa, anavurugika, anavurugiwa, anakataliwa kwenda. Hapana, si ndio? Ujue kabisa yule ni sahihi tayari. Lakini kwambie anayetafutwa ajali, mikosi, balaa, kufeli, kushindwa, kulala usingizi darasani, kujikojolea, kuchelewa, kiburi, dharau, nikwambie huyo amepandikizwa vitu ambavyo sio vya kwake. Nikupe jibu. Nikikuombea leo hii kama ulikuwa na tabia mbaya itabadilika. Watu wa mji wakamwendea Nabii Elisha. Nabii Elisha ni mtumishi wa Mungu kama hapa mimi nimekuja. Mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii wa Bwana. Ninasimama kwa nafasi ya Bwana. Umenielewa vizuri? Kwa unasema habari za Mungu, usiseme habari za ukoo wangu na nyumbani kwangu. Naleta habari za Mungu za uzima, za uponyaji. Sema gani?